Tamthilia ya Binti Yangu ni miongoni mwa tamthilia ambao kwa sasa inazidi kupendwa zaidi na kufanya vizuri, na hii ni kutokana na jinsi ambavyo ubunifu unavyofanywa, lakini pia kuna baadhi ya vitu ambavyo ni vya tofauti zaidi ambavyo vimeweza kujionyesha ambavyo vinafanya kuna tofauti kati ya tamthilia nyingine na nyingine. Hapa namaanisha kwamba kwa sasa tamthilia hii ni miongoni mwa tamthilia ambazo katika zile 3 bora lazima imo humo ndani. Hizo inashikia nafasi ya pili au ya tatu. Na katika video hii nimepanga kuweza kukujuza au kukufahamisha ni vitu gani ambavyo vinaifanya tamthilia hile iweze kupendeza na kupendwa zaidi na baadhi ya watu. Hasa nikijumuisha juu ya mafanikio makubwa ambayo imeyaleta. Kumbuka tamthilia hii ni ya mwaka huu ambapo ujio wake umekuwa wa kitofauti sana kutokana na jinsi ambavyo maudhui yake, lakini pia ukijaribu kutazama ni kwamba kumekuwa na maboresho makubwa sana hasa katika upande wa production, ambapo kidogo baba Joani ameleta ubunifu kidogo wa kitofauti zaidi kulingana na tamthilia kadhaa ambazo zimezopita. Amejaribu kuzungumzia vitu vingi sana, hasa kuweza kukonga nyoyo za watu, hasa akitengeneza upande wa wahusika wa tofauti, ambapo kuna mhusika ambaye anachukiwa zaidi ambaye ni Mama Kalobo, lakini pia mhusika ambaye anapendwa zaidi ambaye ni Mdoli, lakini pia yeye kama yeye akiwa kama main character, tunasema ni mhusika mkuu ambaye yeye yupo katika pande kadhaa, lakini pia kuna wengine ambao wapo na wanazidi kufanya vizuri. Sasa hapa namaanisha kwamba imepata mafanikio makubwa kivipi? Imeweza kuleta ile tuzo ya, kwa sababu kupitia movie hii amejizolea subscribers wengi na wafuatiliaji wengi sana, hasa kuweza kupata subscribers milioni 1 katika tamthilia hii. Imeweza kumfanya aweze kuwa miongoni mwa watu ambao katika zile channel maarufu ambazo zimepata tuzo kubwa, na yeye pia ameweza kupata tuzo. Kwa hivyo ni miongoni mwa channel ambao imempa umaarufu sana. Basi kabla sijaendelea nikujuze tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli huo unawafuatilia na unawakubali sana. Basi hakikisha unabonyeza neno subscribe katika channel hii kama ni miongoni mwa watu ambao unakubaliana na kile ambacho kinaendelea. Tukiendelea zaidi, hasa kwa upande wako, ni kipi ambacho wewe unakiona kwamba kinakupendeza sana katika tamthilia hii? Kwanza kabisa, lengo la video hii nilipanga kuweza kufahamisha ni vitu gani ambavyo vinaifanya iweze kupendeza zaidi. Cha kwanza ni muonekano wake, production, ambayo hapa naongelea ubora wa kamera, hasa kwa upande wa ukiwa nje, hasa kwenye scene za nje. Ukitazama scene za nje, na ndio maana zinakuwa nyingi sana scene za nje, utaona kabisa kwamba ile kamera iliyo rekodi pale iliyo shoot kidogo ni nzuri sana, kamera ni nzuri, lakini pia kama wameweka kala ambao ni nzuri sana. Kwa upande wa production, mtu anayeweka kala ameweka kala nzuri sana, ile rangi ni nzuri sana, inavutia sana mtu akitazama, inakuwa ni HD. Utazama mtu anakuwa anaonekana yeye, halafu kunakuwa na bla ambazo zipo kwa nyuma ambazo zinatengeneza ukijani ambao ni bora zaidi. Ukiachana hayo, kingine ni pamoja na tunasema zile nyimbo au tunasema back vocal, au unaweza nikasema kwamba ni sound track ambazo zipo mle ndani kulingana na mabadiliko yake. Kama kuna tukio fulani, kama unavyojua yupo pale msanii anaitwa Patronize ambaye ni msanii wa Mama Kalobo, ambaye yeye huwa anatengeneza hizo nyimbo na anaimba vizuri sana, na amejizoea maarufu sana kutokana na kuwa muda mrefu sana katika kumtengenezea zile soundtrack Baba Kalobo, na zimekuwa maarufu sana. Ukiachana hayo, pia kuna kitu kingine ambacho kipo, hasa ni ubunifu ambao wamezidi kuonyesha na wameuweka. Yote hivyo vinazidi kuifanya iweze kuwa tamthilia bora zaidi kwa sasa, ambayo inakuja juu zaidi. Basi kwa sasa niseme sina ziada, lakini pia una nafasi kuweza kunijuza hapo kwenye comment kwa upande wako ni kipi ambacho unakiona kipo vizuri na kinapendeza zaidi. Basi hii ni Bongo Focus, asante kwa kuwa na mimi.